Kwa majina anaitwa Abdul Ismaili. Ni mwanaharakati wa mambo ya kijamii, siasa kwa mazingira. Mimi kwa mara yangu ya kwanza wakati nafahamiana na Miriam mwaka 2022 kwenye siku ya birthday yake, ambao kupitia taasisi yake waliandaa charity kwenda Vingunguti kwa watu yatima. So ile tukio wakati naliandaa nilikuwa miongoni mwa watu ambao waliandaa tukio kutafuta mahitaji ya watoto ambao wanapelekea pale Vingunguti. So wakati niliandaa kushirikiana na timu yake, then siku ya event nilienda kwa mgeni ambao pia alikuwa mmoja yatima kuandaa ile event. Baadaye akaulizia kwamba ni nani amefanya vitu, ndio watu wakaniambia kwamba kijana fulani tu Abdul. Then akaniona, nikakatema kuongea naye, na nakumbuka ile siku alinipa nafasi ya kurudi naye nyumbani. Yani nilitoka pale kituo cha yatima mimi na yeye na mdogo wake. Then wakati kwenye gari akataka kujua account yangu nafanya nini na nini. So alivyoona baadaye akasema natamani kuwa tunafanya kazi na mimi sasa official. So baada ya pale ndio maisha yangu mimi kufanya kazi na Miriam yakaanzia rasmi. Urembo wa Miriam sasa ni urembo asili, kwa sababu wakati nafanya kazi nilikuwa mtu wake wa karibu sana. Yani alikuwa kama mwanae. Kwa hiyo alipokuwa Tanzania yupo sema mimi nipo. Nilikuwa namuona mtu ambaye kuna vitu alikuwa anazingatia. Cha kwanza anatumia organic sana, kitu cha organic ile ya asili. Then pia alikuwa anajitahidi sana kupata muda wa kulala. Then ni mtu ambaye kwenye swala ya mazoezi huwa anazingatia. So hivi vitu vyote kwa pamoja ukiwa una nao au unaenda nao bila on time, basi wewe unakuwa mtu wa ngozi yako inakuwa natural. Ndio maana unaona Miriam tangu anaanza katika industry yake ya mambo ya fashion mpaka leo hii Miriam iko vile hajakuwa mweupe wala hajakuwa nini. Ni mtu ambaye rangi yake na wala haizeeshi. Yani mtu kamaona sasa kazani kama ni kijana miaka 25 au 20 au 18, lakini ni mtu ambaye amekaa kwenye industry muda mrefu na ngozi yake ni ile ile na haibadiliki na haichubuke na nini. So ni mtu ambaye namfahamu, ngozi yake ni pale organic, hatumii chochote. Yani zaidi ya organic, vitu ambavyo vile vya asili ni shamba ya kitu kama hivyo. Miriam Demba kuwa model wa binti Afrika. Cha kwanza tukizungumzia Mwafrika tunazungumzia kala yake, ile natural color ya Afrika ambayo tunajua ni nyeusi. So kwa mantiki hiyo ina maana kwamba Miriam Demba moja kwa moja anaingia kwenye hilo swala kuwa model wa binti Afrika kwa Afrika, sababu kuna vigezo ambavyo vinambeba. Cha kwanza ni Mtanzania. Tanzania iko ndani ya Afrika. Chapika yake nyeusi ambao ni black beauty, ambao mamodo wengi wengine tofauti wanataka kumchagua kama mzungu, lakini yeye anakuja na ile rangi yake kila siku. Tangu tunazungumza watu wanaanza kumjua Miriam Demba kile mpaka sasa ambao yuko katika legendary, ina maana kwamba rangi yake ni ile ile. So kwa mantiki hizo mbili Miriam Demba anafaa kuwa legend model binti Afrika kwa kutokana na ile vigezo ambavyo Miriam Demba ana mchango wa kutosha kwenye game ya mambo moja, kwa sababu wakati tunakuwa au wakati watu wanakuwa watu wazima ambao wanamfahamu Miriam Demba kile tangu yuko ana upcoming model mpaka kwenye legendary. Kuna kitu kinaitwa Odemba style. Odemba style ni ile mtindo wa kufunga na kilemba katika wana mtindo au vipi. So ni ana legacy yake tayari, lakini pia ni legend kwenye masuala ya modeling tayari. That's why sasa ukikutana na mtu anakuambia nafunga kilemba kama Odemba, au kuna mtu mwingine ananyoa anaweka bleach anakuambia mimi nafanya kama Odemba. So hiyo vitu means kwamba inafaa kuwa kwamba okay, ina maana legacy yake tayari ashaika kwa jamii, kwa mabinti ambao wanakuwa wengine wanakuambia nataka niwe kama Miriam, sababu kwa kile mimi kwa manager wa Miriam kwenye swala modeling. Kuna mtu anakuambia nataka niwe kama Miriam kana kala yake, lakini pia the way jinsi anavyoishi. Kwa ujumla Miriam Demba ana ushawishi mkubwa sana, lakini pia ana mchango mkubwa sana kwenye masuala ya game ya industry na mambo ya model pamoja na fashion, kwa sababu kuna wakati ambao niko mimi katika mambo ya kuwa manager wa Miriam Demba kwenye masuala ya fashion na modeling, nilikuwa nasikia vijana wanakuambia natamani kuwa kama Miriam, wa kiume na wa kike natamani kuwa Miriam. Mwingine anakuambia natamani na mimi nitengeneze legacy yangu, mtu akitaka kunitambua kutoka kitu fulani kama Miriam anakuwa anatambulika kutoka na Odemba style, lakini pia na ile the way jinsi alivyokuwa ananyoa, anaweka bridge, kwa sababu kuna siku nilikutana na mwanamke mdada anakuambia yeye alinyoa baada ya kuona Miriam amenyoa vile ameweka bridge. So ina maana hiyo pia ni moja ya legacy ambayo Miriam ameshajitengenezea kwa vijana au wa Tanzania pamoja na Afrika kwa jumla. So Miriam ana nafasi kubwa. Big up pia aendelee kwa washawishi, lakini pia aendelee kwa shika mkono wale modeling wote ambao wanatamani kuwa kama yeye. Lakini pia ina maana akiwa kama yeye au akimzidi kuwa kama yeye, ina maana pia itakuwa imesaidia industry ya Tanzania kwenye masuala ya modern fashion
na then pia itafanya Tanzania inajulikana zaidi kama yeye alivyosaidia Tanzania kujulikana nje au duniani. Asanteni. Barabara mwendo kasi.